Na Yesu asifiwe, mtu wa Mungu popote pale ulipo. Usisahau kusubscribe channel yangu, lakini pia usisahau kucomment. Leo nataka nizungumze mambo makubwa matatu ambayo yanaweza kukusaidia katika maisha yako. Na mambo haya yamekuwa yakiangusha watu wengi sana. Ukitaka kufanikiwa na ukitaka kufika mbali, lazima ujue kwanza, hakikisha unatembea na watu wanaoenda mbali. Unatakiwa utembee na watu wanaoenda mbali. Ukitaka kufika mbali, lazima utembee uende na watu wenye nia au wenye uhitaji wa kufika mbali. Lakini unapotembea katika njia hiyo, jambo la kwanza ambalo lazima ujue, ni lazima uepuke kitu kinachoitwa sifa. Watu wengi sana katika kizazi hiki, sifa zimekuwa ni tatizo. Na haya mambo hayajaanza leo. Hata Lucifer, siku zote mtu anayejisifu na kujiinua, huyo atashushwa. Ndiyo kawaida ya maisha. Ni heri usifiwe kuliko kujisifu. Katika jambo ama katika mambo, ni vizuri usifiwe. Lakini kwa sisi tuliookoka, hata ukisifiwa, bado unamrudishia Mungu utukufu. Unasema apewe sifa Yesu kwa hayo ambayo anayafanya. Jambo la pili ambalo ni jambo lingine la muhimu na la maana sana, ni lazima uepuke kitu kinachoitwa mashindano. Sasa ninapozungumzia mashindano, kuna mashindano ya aina nyingi. Mimi sizungumzii mashindano kama ya mipira, mashindano kama ya riadha, sizungumzii mashindano ya aina hiyo. Usifanye kitu kwa mashindano, kwa sababu unayeshindana naye yeye hashindani na wewe. Unayeshindana naye wala hajui kama unashindana naye. Sasa mashindano ambayo mtu hajui anayeshindana naye, maana yake atakayeumia ni yule anayeshindana bila kujua anayeshindana naye. Kushindana bila kujua unayeshindana naye ni sawa na kupigana vita alafu ujue unayepigana naye. Kwa hiyo maana yake utakuwa unachoka. Watu wengi hufanya vitu kwa mashindano, hata kama vitu ambavyo mtu hana uwezo nacho, kwa sababu tu jirani amefanya kitu fulani, ni sawa. Lakini si lazima ukifanye na wewe kama kipo nje ya uwezo wako. Hilo ni jambo la muhimu sana. Ni jambo la muhimu sana. Ukifanya mambo kwa mashindano, ili mradi tu uonekane na wewe, hilo jambo huwa linaweza likakuangusha. Kwa sababu ndio maana Yesu alisema, kabla ya kufanya kitu chochote, kaa chini, piga gharama, ili usije ukaishia njiani na watu wakacheka wakasema alianza kwa mbwembwe nyingi. Barikiwa sana. Jambo la tatu na la muhimu ninalotaka kuzungumza juu ya eneo hilo ni moja. Jambo la tatu ni kuepuka kitu kinachoitwa maonyesho. Watu wengi ambao hawajafanikiwa ni watu ambao hupenda maonyesho. Maonyesho ninayozungumzia, sizungumzii maonyesho kama yale ya Sabasaba au Nane. Sizungumzii maonyesho hayo. Ninazungumzia mtu kujionyesha ni wa aina hii na wakati sio wa aina hiyo. Ni kweli tunapaswa kujikubali kwa namna ambayo Mungu ametuweka. Lakini usifanye vitu kwa kujionyesha. Utaangukia pua. Ukiona mtu anaongea sana, ujue huyo hamna nani. Hata mtu ambaye ni tajiri huwa hawezi kuongea sana. Mimi nina hiki, mimi nina magari 8, mimi
nina majumba 30. Watu waliofanikiwa huwa ni watu ambao wewe ndio unamuona, lakini yeye na unaweza kukuta hata uvaaji wake anaweza kavaa kawaida sana. Anaweza kawaida sana. Lakini watu wengi ambao bado tunataka kufika mahali fulani, wakati mwingine kinacholeta shida ni maonyesho. Sasa katika hayo mambo matatu ukiepukana nayo, ninaamini safari yako itakuwa ya baraka, itakuwa ya neema. Nami nakuombea Mungu akutendee mema na akuepushe na hizo tabia tatu ambazo zinaweza zikaleta shida kwa maisha yako. God bless you. Mungu akubariki.